yangu, lazima mimi ni maintain mahusiano na Mungu. Sasa ili niweze kuishi vile Mungu anavyohitaji, napaswa Mungu awe ndani yangu. Na kwa sababu hiyo, kumbe kazi yangu duniani ni kujifunza kuhusu Mungu, maana nimeumbwa kwa mfano wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende hapa, kuna kakitu najua na nyinyi mnakijua, ni kibaya sana. Tutajifunza mpaka tunamaliza, kinaitwa media. Umewahi kusikia media? Kiswahili sio kizuri sana, lakini tunasema vyombo vya nini? Vya habari. Lakini nimetafuta maana ya neno media, wanasema ni standing between. Ni kitu kinachosimama katikati. Nisikilize vizuri. Kama umesoma communication tukiwa shule, utakubaliana na mimi, ili taarifa iweze kutumwa inahitaji mambo makubwa matatu. Kunatakiwa mtoa taarifa na mpokeaji, lakini awepo msafirishaji. Waga tunasema kuna source, media na receiver. Halo? Anayetegemewa sana kwenye taarifa kuliko yeyote yule ni mtu wakati huyo anaitwa media. Nimebahatika kwenda baadhi ya nchi. Kuna wakati nilienda sehemu panaitwa jimbo moja Marekani linaitwa Indiana. Walikuwa mchanganyiko wa watu wengi, kwa hiyo ilibidi nipate mfasiri. Kwa mimi nilikuwa naongea, alafu yeye anatafsiri. Unafikiri kati ya mimi na huyu mtafsiri yupi anategemewa sana? Mtafsiri. Hivi mtafsiri huyo anaweza katafsiri tofauti na ulivyosema. Unaweza kusema Yesu anaokoa, yeye akaambia kaeni sawa, chakula kinakuja. Na angalia kitu kibaya kilichokuwepo hapo, kinachotokea tofauti. Mimi mtoa taarifa na wapokeaji tumepokea vitu tofauti. Aliyetuvuruga ni mtu wa wapi? Mtu kati. Nisikilize vizuri na nitaenda taratibu ili uelewe, na namuomba Mungu anisaidie ili juma unielewe vizuri. Mungu alipokuwa kwenye Mwanzo mmoja, Mungu anataka kuumba. Mungu ndio wa kwanza kubuni kitu kinaitwa media. Alibuni vipi? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Lakini kuuliza swali, Mungu wakati anaumba, aliumba akisemaje? Akitumia nini ili aumbe? Mwanzo 1:3 Mungu akasema. Mwanzo 1:6 Mungu akasema. Mwanzo 1:7 Mungu akasema. Mwanzo 1:14 Mungu akasema. Mwanzo 1 hapo paka unaenda 24 utakuta Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu akasema. Lakini twende taratibu ili tuelewane vizuri. Ili mtu aseme anatakiwa afikirie. Kama umenielewa nipungie mkono. Ili useme neno unapaswa kwanza ufanye nini? Na jana tukakubaliana mliokuwepo somo la jana, dhambi hauifanyi ukiifanya na mwili, unaifanya ukiifikiria kabla hujafanya na mwili. Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia shikamo, ujue alikuamkia kabla hajakuamkia. Yaani tungekuwa tunasikia mazungumzo ya ndani wakati anafikiria huyu ni mtu mzima, huyu amenizidi, anapaswa amkiwe. Na wewe ungekuwa unasikia anachowaza, ungekuwa tu unadakia malahaba. Naye Mungu, kwa nini nasema Mungu ni wa kwanza kubuni hicho kitu? Sikiliza vizuri. Mungu anaumba, lakini anaumba kwa kusema neno. Kabla hajalisema neno, Mungu alilifikiria. Kitabu cha Injili ya Yohana 1:1 mpaka 3 nasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako na neno alikuwa, vyote vilifanyika kwa nani? Pasipo yeye hakuna kilicho. Utakuja kukubaliana na mimi, aliyekuwa katikati ya Mungu na uumbaji ni neno.